basi inabidi awe na pesa. Wanawake wa design hii Isa unawazungumzia? Hiyo sasa unajua kuna ile usemi mwanamke ana hela anasema hamtaki mwanaume ambaye ana hela. Kwa hiyo hapo ni maskini atupendani. Unielewa? Unaelewa? Mwanamke hana hela alafu naye hamtaki mwanaume mwenye ambaye ana hela. Kwa maskini atupendani ndugu yangu. Basi hapa hebu nifafanulie hii. Yes, hana hela. Okay, nifafanulie kwa evidence. Yeye hana hela. Lakini anakwambia hamtaki mwanaume ambaye hana hela. Kwa maskini atupendani. Yeye ana pesa lakini anakudai hela, anasema kwamba ana pesa. Yeye hana, ndio maana anasema. Wewe unajua kama hana pesa. Sisi ndio maana anasema hamtaki mwanamke maskini. Kwa hiyo angekuwa anazo, angesema hana mtaka maskini. Hii kwa sababu anakwambia maskini. Sio mpango bwana Isa. Kweli. Mimi nakwambia. Kama angekuwa na uwezo angetaka support kwamba huko kitu. Kwa sababu ana hela, anakwambia na hamtaki kwa maskini tupendane. Ina maana anajiwekea guide au unakuaje? Maskini tupendane. Ni kwamba anajiwekea guide au anajiwekea guide maskini atupendani. Kwa hiyo bwana wewe. Lakini sidhani kama kayo zile wanakuwa wanazitoa kutoka kwenye akili ya moyo. Kwa sababu mwisho wa siku mapenzi sio pesa, mapenzi ni makubaliano, huruma, kuhurumiana, kupendana. Wanatoa ile matamko kwa ajili ya kutengeneza content kwenye mitandao ya kijamii, lakini binafsi moyoni wanafahamu kwamba mapenzi ni zaidi ya pesa. Kwa sababu unaweza kuwa na mwanaume ana mahela mengi sana, tajiri, ana kila kitu, lakini hakupi thamani, hakupendi, hakuthamini, hakufanya nini. Zaidi ya kwenda kupokea simu akiona na shida na milioni na kuna milioni umpati tena mpaka siku kwa anakuhitaji na kutumia. Hayo sio mapenzi. Mapenzi ni yale zaidi ya fedha, kusaidiana. Sikiliza. Mpenzi wangu kwa wapi, umeamkaje, umeendeleaje, pole na kazi au ndo mahaba. Kwa hiyo mimi sidhani kama tutakuwa na mwanaume itasubia tamka atakutumia 800,000 utatulia utafuta siku 5. Hayo sio mapenzi. Hapo itakuwa ni biashara. Okay, inatajwa sana kwenye mitandao kwa wanawake wawili, ni kweli? Mimi. Waki. Mimi sina hata mke mmoja sha. Ujaoa wewe? Mimi sina hata mke mmoja. Ni single? Mimi na kama sina hata mke mmoja ndugu yangu. Ujaoa? Ila tena mpango mimi nitafunga ndoa, nataka nifunge ndoa 4 kwa pamoja. Kwa nitawaita waandishi wa habari, itakuwa ni kitu kikubwa sana. Kitengea zaidi ya milioni 300 au 400. Wewe fikiria hilo jambo litakuwa lina ukuu wa kiasi gani? Kwa sababu inaonekana mna hamu, mna shauku ya kutaka bilioni 300 kwa ile sherehe. Milioni sio bi. Mbona hapa nisha sifuri sana. Milioni 300 kwa ajili ya sherehe tu. Sherehe tu. Nani hapa na sio ndoa 4 sherehe. Utajua mwenyewe kwa tutaanzia hapo ndio mwezi ataboa. Na inategemea tukiona milioni 300 haitoshi tutakopa benki. Tutachinja ngamia. Hiyo lazima. Ngamia ngapi? Sasa inategemea bajeti. Kamati nasema. Itakuwa ni ukumbi gani Isa? Wewe maukumbi makubwa, tulia. Mbona haraka mtangazaji? Tulia. Bwana. Bwana, kitu ambacho ungefahamu kwamba unatazama hapa, Isa ameamua kutoa exclusive ambayo sio rahisi kusema. Anadai kwamba Suni atakwenda kushangaza umma kwa kufanya sherehe kubwa sana na ibada kubwa sana ambapo wake 4 watafunga ndoa kwa pamoja. Sasa kiongozi huyu labda tutampa nani? Labda pengine kiongozi gani ambao ungempendekeza angalau hata umuombe basi hawezi kushiriki kwenye hilo jambo. Sasa hiyo siku ikifika mimi nitakwambia. Na bahati nzuri viongozi wote wa nchi wamekuwa ni marafiki zetu, wametupokea kwa ukubwa sana. Na mimi nafurahi sana, sisi ni vijana wao tunapambana kuona juhudi za kwetu na zinawavutia. Tunapokuwa tuna majambo yetu tukipiga simu wanatupokea kututatulia matatizo yetu. Kitu chenye furaha na faraja sana kwetu. Kwa wamekuwa marafiki zetu. Sisi sasa ikifika siku yenyewe tutakwambia fulani na fulani na fulani ndio viongozi. Kamati ya harusi. Moja kauli ambayo pia huwa inazungumzwa sana kwenye baadhi ya watu kwenye jamii wanasema kwamba matajiri huwa wanapenda kuoa. Hivyo unafikiri ni kwa nini hapo hivi? Mimi sasa ndo napenda kuoa. Sasa kama anakuletea ndoa 4 sasa, lakini watu wanadai kwamba hawapendagi kuoa ndio maana rais kuota na wanawake wengi. Mimi sasa ndio wanawake wengi sipo hiyo. Wale ni wengi sio wengi, si dini inaturuhusu 4 sio wengi. Kwa hiyo ndio mwisho wako ni wapi? Dini yangu inataka wanawake 4 shehe. Mashaallah.